Let's check. Let's go back to our weekly verse, which is 2 Samuel. 2 Samuel chapter 5, verse 10. 2 Samuel chapter 5, verse 10 is talking about a man. We use his name, and he was so successful in his life. Are you okay? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the gift of life today. We pray that, Lord, you will give us hearing, ears, and to embrace your words. For your word is the lamp unto our feet. In Jesus' name I pray, amen. Now, 2 Samuel chapter 5, verse 10. Can someone read? Read it. 2 Samuel chapter 5 verse 10. And he became more and more powerful because the Lord God Almighty was with him. Okay. There is another version here says, and David went on and grew great, and the Lord God of hosts was with him. And the Lord God of hosts was with him. Did you hear that? He became so great, so successful, because the Lord God was with him. Now, here we have also a version which mentions his name. And David became greater and greater, for the Lord, the God of hosts, was with him. I think this is also very good and very clear. So here we are given a secret for achieving, for success in our lives. We are given a secret for success in our lives. I'm saying we are given a secret for our success in life, for our success at school, for our success in our studies. Okay? Yes, let's remember to consult God, to talk to God. When we go to our class, let's talk to God. Let's say thank you, our God, for giving us a new day. Okay? Okay? Yes. Many times, and many people who are successful, and they have success that will continue to last, will continue ever and ever. They must have God. They must trust God. Are you following? Are you following? I am saying there is a secret in knowing God and following him and getting more closer to him, studying his word, reading his word, reading the Bible every day. So every day I will remind you. And we see David, he was able to kill the giant. What was the giant? Yes, Goliath. Goliath was a giant, was a man who would speak bad words against the children of God, against the children of God. And David faced him
and struck him and even cut off his head, because God was with him. It wasn't because of his ability or his sword. Actually, he didn't have even a sword. It was not about his slingshot. He had a slingshot. Can you say slingshot? Slingshot. Yes, kombeo. Okay? These days people don't know this slingshot. Do we really know slingshot? No. Okay. Teachers will help us. Let me quickly check on Genesis chapter 28, verse 14 and 15. I will just read one verse 15, because the weather is changing. Are you listening? I'm reading Genesis chapter 28, verse 15. It is saying, "Behold, I am with you, and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you." Did you hear that? Yes. Each one of us, God has promised something. And the first thing is your success. Okay? Hello, hello? Hello. Yes. Huu mstari wa Mwanzo sura ya 28 mstari wa 15. Can you read for us in Swahili? Mwanzo mlango wa 28 mstari wa 15. Nao nasema, niko pamoja nawe, nami nitakulinda kila uendako, na nitakurudisha katika nchi hii, sitakuacha mpaka nitakapofanya hayo niliyokuahidi. Sitakuacha mpaka nitakapofanya hayo niliyokuahidi. Na kila mmoja ameahidiwa mafanikio katika kazi yake. Nyinyi wanafunzi, kazi yenu ni kusoma, sawa? Ukiitwa mwanafunzi, kazi yako ni nini? Sio tu kusoma, kusoma kwa bidii. Tuseme kusoma kwa bidii. Kusoma kwa bidii. Wale watu wenye bidii darasani ndio wanaofanikiwa. Mungu anawasaidia wale wenye bidii. Sawa? Mungu anawasaidia wale wenye bidii. Kwa hiyo tuwe na bidii. Sawa? Tuwe na bidii. Bidii katika kuandika, bidii katika kusikiliza, bidii katika kuangalia ubaoni. Sawa? Unaangalia vizuri zile herufi. Sana shangaa mpaka mtu yuko darasa la 3 hawezi kukopi vizuri ubaoni. Hana bidii. Mbona hujasema kama unaumwa macho tukuombee? Kama unaumwa macho basi tuambie tufahamu. Tutakuombea pia na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo tuwe na bidii. Mungu anakusaidia na anataka uwe na bidii. Sawa? Tunaelewa? Daudi alikuwa na bidii sana. Sawa? Alikuwa na bidii. Alimfuata Goliati huko anakimbia. Alikuwa na bidii. Sawa? Alitengeneza kombeo, alikuwa na bidii. Alichukua mawe 5 kumpiga Goliati, alikuwa na bidii. Sawa? Hapa tumemsoma huyu anayetajwa hapa, anaitwa Yakobo. Anaitwa nani? Yakobo. Yes. And in English they call him Jacob. They call him Jacob. Yes, he was also very hard working. Okay? Very hard working. Okay? Leo umefanya homework yako? Yes. Uliifanya leo ama umefanya jana? Jana. Kama umefanya leo, wewe huna bidii. Sawa? Wewe kama leo tarehe 18 ndio umefanya homework ya jana tarehe 17 asubuhi hii, mpaka umechelewa gari, mpaka umechelewa kuja shuleni, wewe huna bidii. Kwa hiyo tutakusaidia kwa fimbo.
Tutakusaidia kwa fimbo. Hatutaki kukuchapa, lakini sasa kama huna bidii na baba analipa ada, mama analipa ada, bibi analipa ada, shangazi analipa ada, wewe huna bidii, tutakufuatilia. Sawa? Wengine mnaficha madaftari wakati wa somo, wengine mnachana madaftari, makaratasi yamekuwa mengi sana. Hiyo sio bidii, hiyo ni tabia mbaya kabisa. Kwa hiyo uwe na nini? Na bidii, halafu umkumbuke Mungu. Sawa? Umkumbuke Mungu, uwe na bidii. Tuko pamoja? Wangapi wananiahidi watakuwa na bidii kuanzia leo? Ninawasamehe wale ambao walikuwa hawana bidii jana, juzi, lakini kuanzia leo kama unaniahidi utakuwa na bidii, na uniahidi mimi peke yangu, unawaahidi walimu wote kwamba tutakuwa na bidii. Mwalimu anakufahamu. Mwalimu wa darasa lako si yuko hapa, anakufahamu. Kwa hiyo wale ambao wanataka wawe na bidii, sawa? Nataka niwaombee. Sawa? Muendelee kuwa na bidii, na kama huna bidii Mungu akuchochee. Sawa? Akuchochee. Kama neno la Hagai 1:14 Mungu akawachochea kina Yoshua na Zerubabeli na wengine. Sawa? Na Jehoshafati wakafanya kazi kwa bidii kwa muda mfupi kabisa. Basi tulia, mimi nikuombee. Hebu sema pamoja na mimi. Bwana Yesu, nakushukuru kwa kunipa siku ya leo. Ninaomba unisaidie, unishike mkono, usiniache, niwe na bidii, niwe na bidii. Ninaomba roho ya bidii, ninaomba roho ya bidii kila siku na kila wakati, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kuanzia siku ya leo nenda ukafanikiwe. Kuanzia siku ya leo nenda ukaandike mwandiko mzuri. Amen. Kuanzia siku ya leo ukaandike mwandiko mzuri. Amen. Kuanzia siku ya leo ufanye kazi zote na zikamilike. Amen. Kuanzia siku ya leo utakuwa na akili nyingi. Amen. Kuanzia siku ya leo Mungu afungue akili yako. Amen. Mungu afungue akili yako. Amen. Mungu akusaidie kila hatua. Mungu akusaidie kwenye hilo darasa. Amen. Hilo darasa unaliweza. Amen. Hilo darasa unaliweza. Amen. Afungue akili yako. Amen. Akusaidie. Amen. Akulinde. Amen. Akuponye na magonjwa. Amen. Uwe na afya kamili.